Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukiwa katika masiku ya shahada ya binti kipenzi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Sayyidat Fatima salamullahi alaiha, tunaendelea kukumbushana yenye faida katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad na ahlul baiti wake alayhi salatu wassalam. Katika sehemu iliyopita tumeashiria fadhila za tasbihati Zahra na faida iliyokuwepo katika kuzingatia tasbihati Zahra, na katika sehemu hii pia tutatizama fadlun wa asrar ayatil kursi liqada'i alhawaij, fadhila kubwa zilizokuwepo na siri kubwa ya ayatul kursi katika kutatua haja za wanadamu, kama ilivyo katika mafunzo ya mtume na ahlul baiti wake alayhi salatu wassalam. Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesisitiza zaidi kuzingatia kuisoma ayatul kursi, na kama tunavyojua Qur'ani tukufu ni kitabu ambacho kinamuongoza mwanadamu kuelekea katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo kuzisoma aya za Qur'ani tukufu, kuzisoma baadhi ya aya za Qur'ani tukufu kuna athari kubwa sana kwa mwenye kuzisoma, na miongoni mwa hizo aya kama tulivyosema ni ayatul kursi. Hii ayatul kursi ina siri kubwa, ina fadhila kubwa na ina athari kubwa. Miongoni mwa athari zake katika kuisoma ni mwanadamu, ni muumini kunyanyuliwa daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anaulizwa kuhusiana na ubora wa Qur'ani. Aliulizwa swali, hiyo swali linasema ya kwamba al-Qur'anu afdalun am Taurat, ya kwamba Qur'ani ni bora au Taurat. Katika jibu lake Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema fil Qur'ani aya, ndani ya Qur'ani tukufu kuna aya moja, wa hiya afdalun min jami'i kutubillahi tabaraka wa ta'ala, wa hiya ayatul kursi. Katika Qur'ani kuna aya moja ambayo ni bora zaidi kuliko vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na aya hiyo moja ni ayatul kursi. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamwambia al-Imam Ali bin Abi Talib, alayka biqiraati ayatul kursi, unatakiwa unapaswa kuzingatia kuisoma ayatul kursi. Fa inna fi kulli harfi, katika kila herufi miongoni mwa herufi za ayatul kursi, minha anasema alfu baraka, katika kila herufi moja kuna baraka 1000, wa alfu rahma, na kuna rahma 1000. Hizi ni katika fadhila. Kama wewe una tatizo la kufanyiwa hasadi na mtu yoyote, la kufanyiwa uchawi na mtu yoyote, la kufanyiwa baya na mtu yoyote, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufundisha na anatufundisha sote kwa pamoja tuzingatie kuisoma ayatul kursi. Mwenyezi Mungu atawafumba macho ya hasadi watu wote ambao wanakufanyia hasadi, wa yashghilhum bi anfusihim, na atawafanya wawe ni busy na mambo yao yanayowahusu. Hizo ni fadhila za ayatul kursi, ni kinga kwako. Fadhila za ayatul kursi inakusaidia hii ayatul kursi kuweza kutatua haja zako mbalimbali, kuweza kukuhami na vitu vibaya wewe pamoja na majirani zako. Endapo utaisoma kwa wakati wa kulala, basi utalala usingizi wako na utaamka ukiwa katika hali ya amani na hakuna kitu chochote kibaya kitakachoweza kukukaribia. Katika sehemu ijayo tutamalizia fadhila za ayatul kursi na tasbihatu Zahra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.